Unashika wengine. Watu wameshikwa warudishwe hapa kwende. Tunaikunywa mpaka kapteni warudi. Kapteni wakuje. Alikuwa anasema hana radio kwa. Haja ikisha radio. Au mwe anarusha hizi tia kaza. Kuna maji. Bana. Hizi haki osiani. Tunakuja kutetea haki yetu na tupiga haki yake. Kwa sababu tuliwalia mwenzako. Hii iko na haki yake. Hata sisi tuko na haki. Hatuwezi kubali hivyo. Tunakuja kutetea haki na tupiga unatuitania. Kwa hiyo tumeua. Hii haki hata kidogo OCS. Hii haki mwenzako wako na haki yake. Tunakuja kutetea na tupiga haki yake. Bani na majamaa wamenigonga na tia gas kwa hivi. Umeumia? Hapo hivi. Na nini? Hii kitu hii. Umefanya nini? Ni ile ya nini? Ile ya kushuti na ile ndogo ile ya chuma.
Uwezi achilia. Waambie isilime kwa Somalia. Kwa majina naitwa Richard Ouma. Mimi ndio na captain mwenye alibeba mteja from South B. Wakati nilimtoa South B nilimleta hapa ni BBS Mall. Kufika ni BBS Mall tulinasikizana ya 500. Akanilipa ya 500. Bahati mbaya alisahau bag nyuma. Immediately nilimdrop, nilipata mteja wa kwenda na Kitengela. Wa kwenda na South B. Kufika South B akaniambia before tufike na South B akaniambia tugeuke tuende na Kitengela. Immediately huyu mteja mwenye nilimdrop hapa akanipigia simu. Akaniambia amesahau bag. Nikamwambia ni sawa, niko na mteja mwingine naenda na Kitengela. So kufika after that akaniambia nikifika na Kitengela nisichukue mteja yoyote nimletee bag. Nikamwambia bag naye nitakuletea lakini utanigharamia. Akaniambia ni sawa, nifanye estimate ni pesa ngapi nitataka from na Kitengela hadi hapa. Nikaangalia estimate ilikuwa 20,170. Akaniambia nimtolee hizo ni za juu ikuwe round figure ikuwe 2,000. Nikakubali. Akaniambia nikuje. Nikifika huko nikatoka. Nikifika hapa wanajam hawanilipi mpaka ameleta nikijana na mwingine amenipiga. Wamenipiga na huyo mwanamke mpaka akashikwa na askari akaletwa hapa. Kufika hapa askari akaand over kwa askari wenzake. Immediately huyo ria mwingine akatolewa na askari ria mwenzake akaambiwa aende. Wakaniambia mimi ndio mwizi, nimeiba mzigo ya mwenyewe. Wakaniweka cell. Weka zero kama mwizi. Kama mwizi alikuwa ngoria Nimeandika OB. Nimeandika OB nifanayo. Na huyo mama arudi. OB ndio hii. Yeah. Wameni assault. So wameniandikia hiyo OB wananiambia niende hospitali nikuje na barua ya P3. Nikakataa, nikamwambia hospitali nitaenda kama ule ni kijana already na akondani. Na wamekataa hawawezi mtafuta. Hiyo tabia ni mimi nisiwezi penda, mimi nataka haki yangu. Nataka pesa yangu nilepe na 2,000 kutoka na Kitengela. After that huyu mwenye amenipiga pia nataka akuja aseme kwa nini amenipiga na yeye siku mbeba. Tulikuwa na huyu ndugu yangu hapo amekuja wakamshika wakaanza kumpiga without no reason. Mimi nikakimbia. Mimi naomba hivi. Juu siku moja hapa tunahangaishwa na askari. Na huyo OCS tunaomba aondolewe hapa kwa sababu amekuwa kila wakati kapteni wetu anakuja wanashikwa, kama kuna makosa au ria wanaachiliwa, yeye anawekwa ndani. Kwa hivyo hii si kesi ya kwanza ama ya pili ama ya tatu. Tunaomba OSPD OCS wa hapa aondolewe hapa kwa sababu anabeba hawa watu hao hapa. Tunahangaishwa kila wakati. Kama mimi nilishikwa siku nyingine hapa naambiwa nimesimama BBS. Nashindwa nitakuja kubebea mtu wapi na nimekuja kuchukua customer hapo. Wananishika wakaniweka pengu, wakanipeleka pale Sauli Moyo, nilienda nikaachiliwa na ngiri 5 without no reason. Na hakuna kitu nilikuwa nimefanya ati nimesimama hapo BBS. Kwa hivyo hii Siri North Police Station naomba OCS wa hapa aondolewe kwa sababu anabeba hii kabila. Kwa sababu yeye ni woria. Kwa sababu yeye ni woria. Yeah, wanaongea Kiruga tunadhulumiwa. Kama huyu alikuwa ametoka Kitengela kuchukua kuleta mbagi mpaka hapa wakasikizana ngiri 2. Saa hii hata moja, hata 500. This is Captain Boss Ready. The reason why we are here ni kwa sababu kuna our driver alishikwa. Na huyo driver alishikwa kwa sababu alibeba customer kutoka Isili akampeleka mahali alikuwa anampeleka. Customer vile alishuka akampigia simu after few minutes akamwambia nimeacha bag kwa gari yako. Captain wetu akaangalia akaona bag. Vile aliona bag akamwambia niko na another order napeleka Kitengela. So wacha nipeleke Kitengela alafu nikuje.
Vile walienda Kitengela wakaongelewana na customer amletee bag na alipe 2000. Vile amekuja kuleta bag vile ameleta bag hapa BBS amekuja akapata customer alikuwa amemletea na vijana wawili nini captain wetu akachapa. Vile amechapa akachapa na akaletwa hapa police station. Hao wengine wameachiliwa wote na wanawaachilia bila kusema sababu ya kushika watu. Sioni vile mtu anaweza kuja kwa station kutafuta haki yake na anachapa na anafukuzwa. Tumeachiliwa more than 5 captains. Saa hizi tuko hapa na hakuna mwenye ameandikiwa statement akiambiwa makosa yake ni gani. Na kuna wengine wako missing na tujue wako wapi saa hizi. Tunasikia wamewekwa kwa lori na wanazunguka wako hapa Isili. Captain Bosredi, tunatetea haki ya online drivers OOD. Over and out. Angekuwa mwizi angeleta hiyo bag all the way from Kitengela. Alileta bag kutoka Kitengela akaleta Isili. Mwizi hawezi leta bag kutoka hapo mpaka hapa. So kama angekuwa mwizi angerudisha bag. Vile amerudisha bag amechapiwa kuitisha pesa yake na haki yake na askari wakamleta mpaka hapa ndani. Vile amemleta ndani amechapwa na akaachiliwa. Wengine 5 wameshikwa pia na wameachiliwa. Vile wameachiliwa tu na evidence yao wameshikiwa nini. Wengine wameshikwa kwa macho yetu pale nje. Tuko tumesimama. Shida yetu ni kutaka kujua kwa nini captains wanachapwa, wanashikwa saa zile wanatetea haki yao. Kwa majina naitwa Charles Wakapa ama Baba Shiko Blessing. Ile swali tunajiuliza, sasa yule customer aliacha mzigo kwa bag. Kama yule mtu alingekuwa mtu mbaya angerudisha bag, si ndio? Sasa alirudisha bag akakuja pale BBS Mall. After kukuja yule msichana alikuwa ameita, sijui ni ndugu yake alimuita, kukuja wakaanza kusema ni mwizi. Ni mwizi gani ataweza enda na bag na arudishe bag? Tena kumchapa wakamleta hapa station. Ule msichana badala wasikize walishika kapteni wetu na kumweka ndani. After that sasa ile watu wamejua hiyo kitu kisanga imekuja kufika hapa makapita wakashika makapteni wetu wangapi? 5. Hao wanawashika na wakuweka cell without kubuku wa OB na zaidi tumefika wamewaachilia without evidence. Sasa ile swali tunauliza wanawashika kwa nini? Na kwanza kuna madoido wetu wamechapwa, unashika na unachapwa juu ya kutetea haki yetu. Na ile kitu imekuwa hapa ni kwa sababu hawa sitataja ka celebration yao kwa sababu hakuna mtu tunataka. Sisi tunauza haki yetu kwa sababu wacha mzigo kwa gari na driver amefanya heshima ametoka from Kitengela na mlikuwa mmesema kileta hiyo gari tutalipa shilingi 2000. Sasa ile driver kutoka Kitengela sasa amefika hapa kwa sababu amekuja hapa osi yetu ni wa kwao wakamwitia watu wao wamemsurutisha achukue 500. Already huyo jamaa ameshapwa na sio kesi ya kwanza. After that sasa kuna wa driver wetu 3 wako kwa lori wanasuguswa na lori na wengine 2 walikuwa hapa ndani na wameachiliwa. Sasa tunauliza mtasikaje mtu weke ndani without kubuku OB? Hiyo ni swali moja tunauliza. Tuna swali lingine tunauliza. Tumekuja kwa station umetuachilia tu watu yetu. Tunataka kujua walikuwa washikiwa nini? Sababu si kwa sababu kwa ndio wameitana wameshikwa kwa sababu huo CS aliitana akasema watu wakuja hapa. Na hakuna vita tulikuwa na ile vita ile haki yetu tulikuwa tunataka kujua kapteni wetu ameshikiwa nini. Kurudisha bagi imekuwa makosa. Hata ndio tumeshindwa kwa sababu yeye anakuja kukata kesi yaje ya Uber. Kurudisha mtu apewe shilingi 500 na sio hiyo 500 ilikuwa inasidikisa na apewe. Na ametoka Kitongora Ndio amesema ndio ameathirika ndio jamaa achukue 500. Na huyu tena ameshikwa ametoka ndani na amechapwa kofi. Mimi ndiye naitwa Captain Mogo. Nilikuwa nimekuja kurescue captain mwenzangu hapa Isili. Sasa wakati nimekuja kumrescue polisi wameanza kutupiga. Mimi wamenipiga sana wakaniweka kwa cell ndani kitu hakuna. Wakati nauliza ni nini wananiambia ati ni incitement. Incitement gani na tumekuja kurescue mtu hatukuwa na fujo, hatukuwa na nini, kila mtu alikuwa in peace. Lakini wamenipiga wakaniweka huko ndani. Alafu wakatuachilia with no reason. Sasa hizi hata nasikia hii bega ikiuma sana. Nasikia bega ikiuma sana wamenipiga na vijiti huko ndani. Last time walishika kapteni wetu. Walishika kapteni wetu tu hivyo. Na wakakuja kumbadilishia wakamweka ndani. Na yeye alikuwa na makosa. Hao watu hata wanatupiganga. Kwa sababu sisi ni muolia. Police station ya Isili hii ya BBS. Hii kuna corruption. Unatetea walia wenzake. Wewe ukikosea walia unawekwa ndani. Akikukosea unawekwa ndani. With no reason. Tunaomba huyo OCS abadilishwe. Tubadilishwe huyo OCS wa Isili tunaumia madriver. All our captains they come together. We really wanted to know what happened. But now instead of listening to our grievances, they wanted to they drew the tear gas canisters, and because I was at the front line, and then one of the officers they aimed at me, at my head, and actually it's only that I lay down. That is why others they also missed me. So they were aiming at my chest, but I was able just to miss it. So
I can say just it is an escape. And we really want to urge the new CS, Professor Kithure Kindiki. Is this how he is going to treat Kenyan citizens? We want to know whether, is this our country? Are we proud to live here as Kenyans when we have grievances? Is a police station not able to welcome citizens to air their grievances? But I'm just told, someone has hinted me, we have civilians, police officers, and they want to arrest everyone who is going to the hospital. So I just want to rush to the hospital to check whether I have a fracture, but it is painful, and I feel like the whole hand cannot be able to function. So, but I thank God that I am alive, but we are not relenting. It's better they could have even arrested me rather than just aiming at me. I don't know whether this is responsible, and it should be condemned. And I think Professor Kithure Kindiki, the IG. Mimi kama mwendeshaji wa bodaboda nafanya Isili katika Kamukunji, lakini kuna dhuluma ambao huwa tunapata kama sisi watu wa pikipiki ambao unapata. Kwanza achana na hii kwanza. Sasa sisi kama wahudumu wa bodaboda, cha kwanza tunataka kuomba kitu kimoja. Sisi kama tunafanya kazi, tafadhali waturuhusu sisi tufanye kazi, tutafutie watoto wetu, kwa sababu saa hizi kwa hiyo wakati uchumi iko juu, hali ya maisha ni ngumu. Unapata umetokea tu, ndio hiyo umetokea kazi yako, unashikwa ovyo ovyo, pikipiki yake inawekwa ndani, kuitoa ni shida. Kwa hivyo sisi tunaomba tusikuwe tunadhulumiwa. OCS kwanza huku atolewe, sababu pikipiki ni mingi huku ziko ndani, ukienda kutoa unazungushwa tu. So naomba OCS huku kwanza atolewe. Na niombe ombi moja kwa mkubwa wa maafisa. Tafadhali kama area ni ya Isili, usilete OCS Wolia ama usipindi Wolia ama usipindi Wolia. Yake video vyenyu wamesikia na anataka kuwajibu bila ubagu. Naomba msikize, mumupe masikio, aongee kwa heshima vile amewaheshimu ametoka, mumsikize ili mumupe masikio tusikie the way forward. Captain's power. Sawa, habari zenu? Mimi sipendangi, listen mimi sipendangi watu wakiongea, mimi nikiongea mnaongea. Already I have your leadership. We have Nyariki, we have Madam, and another 3 of team. We are sorting out the household issue. Already it is booked with us. It is under investigation. Sawa. Romeo sikizeni. Nani huyu anapiga kitu na madam?